Bwana Kioma, sote Simba Goba. Naona wana Simba kama mnafurahi hivi baada ya kumuona mpinzani wenu Yanga akiwa anapotea zaidi kwenye swala la ubunifu. Hasa baada ya kuintroduce jezi zake mpya, kuna hii ya njano, kuna hii nyeusi na kuna hii ya kijani. Una nini kwenye hii? Kuhusiana na swala la mwiko na uzinduzi wa jezi zao ambao tumetoka jana, leo tumeamka nazo hapa mjini. Kusema kweli mzidi kudhihirisha kwamba creativity yao ni iko low. Kwa hiyo Yanga wamezidi kuonyesha katika upande wa ubunifu wa jezi kwamba ubunifu umewaishia sana. Ubunifu kufika mwisho mpaka kufika sehemu sasa wameweza kukaa kisaani. Ukiona kuna jezi kuna kisaani cha Man City. Yes, ubunifu kufika mwisho kaka. Jezi zinazidi kuwauzi mashabiki zao na wamezidi kupoteza uaminifu mbele ya mashabiki zao. Kusema kweli tunawaonea huruma sana wakati huu mashabiki wa Mwiko. Sisi mashabiki wa Simba tunaonea huruma sana mashabiki wetu wa Mwiko katika kipindi hichi. Season 2 mara mbili. So wanapitia mgumu kweli, mgumu sana kwa sababu ukichukua hizo jezi za Mwiko ambazo mzindua jana, kwa sisi watu ambao tunakaa kibabi cha ndege, ukifika pale upande wa Kimara na changamoto kweli kupata hizo jezi. Kwa sasa kidogo nilikuwa sitofahamu kwa jezi za Mwiko. Kwa niwaambie tu Mwiko katika upande wa jezi bado wanazidi kutufanya Simba tunazidi kuwa juu, tunazidi kutanua pale bawa. Yaani tunazidi kuongoza ligi pale katika msimamo, tuko na mambo moja of course. Katika hilo niseme tu Simba bado tuna power, tunajisikia kwa Simba bado mko mna power. Zimetoka jezi 3. Ipi unaona kabisa hii at least hii inaweza ni Yanga wametendea haki? Ipi rangi gani? Sema kweli kwa Yanga bado kwa sababu kama ile jezi ya njano na kisinia hapa cha Man City, ile nyingine nyeusi ile kabisa ina feni. Yaani kwa watu wa magento ambao tunaanza maisha kiona zile feni wanda kufunga ndani, ndio jezi mpya sasa ndio jezi ya Yanga nyeusi ambayo ametoa ina feni mzunguko yote ya feni hiyo ipo pale 360 zote tunazipata nyeusi hapa. Okay, hapo na mstari wa mtindo nyeusi 360 tunazipata zote. Ukija kwa jezi hiyo nyingine ya kijani kabisa kuna majoo pale kama Mpapalongo, unaona kabisa hapa inakuja kuna joo hapa inakuja kama la kikasa kama kuna joo inakuja kama kwenye koa hapa kama madani askari wa Umoja wa Mataifa UN. Watu wanasema ni kama matikiti maji. Watermelon kwa Kiingereza tunaita hivyo. Kwa hiyo ni bado hatujajua Yanga wanakoma wapi. Yaani na pia hata Yanga wanakoma kwa sababu hata rangi yenyewe ya jezi zao kuchagua. So hizo rangi zinakosa material ya ubunifu mengi. Katika rangi ya kijani, rangi ya njano naona kama zinakosa rangi zinakosa ubunifu wa kutosha kweli. Sasa labda wahamie kwenye maruni tu. Wahamie kwenye maruni. Unadhani ni Sheria Ngowi alikuwa mtu sahihi kwenye upande wa creativity hasa kwenye mambo ya jezi na branding za timu, au ni ipi unahisi Sheria Ngowi aendelee kuwepo au Yanga wamefeli baada ya kumtoa Sheria Ngowi? Yanga hata Sheria Ngowi mwenyewe aliwauza. Sheria Ngowi waliwajezea vijumba kwenye jezi mpaka nyumba za Chanika zilikuwepo. Kwa hata wao wamekosika kweli. Yaani Yanga sijaelewa kwa sababu waliompa logo ya Yanga aende kuchapisha jezi. Huyu yupo kwa ajili ya maslahi tu. Sio hata mwanasheria, hata sio hata Sheria Ngowi au hata sio mzabuni mwingine, lakini aliopewa muhuri wa kupiga jezi za Yanga yuko kimaslahi kabisa. Wewe si mtu unampa jezi miaka 5, umemjazia matofali hapo, umemwekea na nyumba za vituo vya polisi, umemwekea nyumba za Gaza. Haiwezekani, ni ubunifu wa ovyo kabisa. Ubunifu bora hata jezi ambazo Yanga wanaweza wakatoa ubunifu mwingine kwa wasifia. Ni bora tu jezi zimeandikwa A E I O U. A for apple, B for ball, F for fish, G for jug. Hivyo watakuwa wametisha, lakini watu wa jezi kuweka nyumba za UNICEF, HCR, nyumba za Umoja wa Mataifa, nyumba za UN. Uwezo ukafaidisha na ile ukafresha mashabiki zako. Bado wanawakwaza. Bado wao wanawakwaza. Sasa zipi za afadhali? Walizoanza nazo msimu au hizi za kwenda nazo kwenye hatua ya kundi? Hakuna cha afadhali hapo. Yanga ni Mwiko, hakuna jezi ambayo ametoa ina afadhali. Haipo. Hamna kabisa. Hamna jezi ambayo Mwiko ametoa ina afadhali. Haipo. Hata chupuli haipo. Zote ni hopeless. Hakuna jezi pale. Zote ni bofu kwa maelezo. Jezi zinajitahidi katika kuboresha katika muonekano, kuja kushika hivi. Ukiwekea ndoo ya maji
unashangaa maji umeweka ndoo nzima, ukinyanyua hivi maji yanabaki. Na ukumbuke zile za kwanza zilidoda madukani. Zilidoda wakaja wakabadilisha, sijui wakabadilisha vitu, wakasema zimekuja aina nyingine, basi za kwanza kudoda. Na hizi za saizi unadhani wafanyabiashara watazichukua kwa wingi au na zenyewe wanaogopa zitaenda kudoda? Zile jezi zilikuwa kwa sababu jezi zilikuwa zina rangi ya chama. Na kipindi hicho kama unavyoelewa hali yetu sasa hivi ya kisiasa. Kwa jezi zikaushwa na masuala ya kisiasa. Zikashindwa kuvalika. Wakaamua kutoka huko wakati jezi zinaandikwa nia ni pedi. Sasa kuja kunifurahisha mimi jezi imeandikwa nia pedi, wapi na wapi? Sijipapa. Haiwezekani, kwa bado wanakosi wanafiki wapi wa nyuma mwingi bado. Ukiangalia umesema mdhamini wao nia. Saizi sijamuona kwenye jezi mpya kwamba sasa utamweka pedi, nani atavaa pedi? Pedi jezi zinavaliwa na watu wote, zinavaliwa na wanawake na wanaume. Utamweka nia anamaanisha pedi. Sasa pedi niko mwanaume hajakaa sawa, bado hawajakaa sawa. Unadhani Jeruti Yanga kwa mfano akija kumuomba Jeruti awe mdhamini, awe wadhamini jezi, unadhani wewe kama mwana Simba itakuwaje? Unafahamu Jeruti unaweza kuangalia ni haya mmoja bana. Jeruti kama hujapata nafasi ya kuchunguza vizuri, jamani, machwadi enough. Yaani jamaa na kitu moja ya kutosha, kwa na yake kubwa kule watosha, kwa sababu kuna sisi katika upande wetu mashabiki wa Simba na nataka nitoe na line moja ambao nakosa moja ambao tulifanya mwanzoni, kwa sababu jezi zetu zilizozunguliwa mwanzoni. So kichotokea pale mwanzoni mbona sitofahamu sema kama ile kwa kimya kidogo kwenye jezi zetu sisi bwana, na makosa mawili ambayo yalifanyika kidogo. Hapo tukisema makosa sababu ni issue ya kibiashara. So unapoingia katika issue ya kibiashara alafu kuna issue ya kiimani. So jezi zetu za mara ya kwanza ilikuwa ni jezi nzuri. Sema ukija katika imani zetu sisi wengine watu wa Kiislamu kulikuwa na logo ya prisoner hapa. So ikaja hapa kuna Betway ambao awali huyu ni Kamali na hapa prisoner ni masuala ya vileo. Kwa sababu watu wa kiimani kidogo ikawa changamoto kufanya hizi. So tukapata wakati mgumu, unakuta umekaa pale na mashehe wanakuambia bwana sawa kweli jezi nzuri, lakini sasa kuna vitu mnahamasisha kama wana fulani. Kwa hiyo ikatupa kipengele kigumu kuvaa jezi. Kwa unakuta tunavaa wakati mwingine tunajificha ili tena na mashehe wetu. Kwa sasa hivi jezi ambazo amefikiria Jeruti Wakasila alifikiria rasmi uongozi uliona ukalitambua, kwa sababu hata Mo mwenyewe hajavaa ile jezi. Kwa na hii sasa kufanya jezi ambazo zimetoka sasa, hapa kuna Mo Kola, so Betway hakuna. Hapa kuna CAF Champions League, michuano mikubwa kabisa Afrika Mashariki ndani ya Afrika tunayo. Kwa hapa hatuna prisoner laga wala hapa tuna Betway. Kwa jezi yetu sasa kwa imani wa mtu, imani yote anavaa sasa, hapo tena hakuna kipingamizi. Ila kwa mtu ambaye anatamani kuvaa ule uzi kwa material yale, kwa uzi wa ligi kichoko kinamnyima kwa sababu ya logo zile, sasa anaweza kuvaa uzi ule lakini kwa logo tofauti, na hapo utavaa Mkola na hapo utavaa na mimi atumlinganisha na mtu yote yule, wala Yanga linganisha na mnyama Simba Sport Club, bali Yanga atabaki kwa kitimba kweli tu kwa swala la jezi na kwa michuano yetu ya kimataifa kaka. Huo ndio kweli. Kwa hiyo sasa tunapokuja kwenye swala la kimataifa, yupi anafika hatua kubwa? Yanga na Simba wote wapo kwenye makundi. Kuna Yanga, Simba, Singida, Azam. Ni nani unampa kipaumbele cha kwamba saa hizi huyu lazima afike hapa na achukue kombe? Imamweko na kazi kubwa kufanya kwenye kundi lao. Sisi Simba tumeonyesha ukali wetu, umaridadi wetu, mapa wetu, mafia wetu kwenye michuano hii Afrika. Mpaka baadhi ya vilabu vingine hapa Afrika vinatetemeka kukutana na klabu ya Simba Sport Club. Niwaambie tu kwamba sisi tumeshawahi kupita kwenye makundi magumu kweli wakati sisi Simba Sport Club tukiwa bado ni watu wembamba sana. Nakumbuka Simba ilikuwa na AC Vita, ilikuwa na Halali, lakini alimaliza namba 1. Kwa hiyo nikwambie tu sisi Simba tulishavuka kwenye kundi la mamba wakati sisi bado tulikuwa kinda kabisa, na mpaka leo sisi wenyewe ni mamba pia. Kwa hiyo watoto wa sisi kwenye kundi letu
tutaonyesha ukubwa wetu, tutaonyesha umafia wetu. Sisi pale hakuna mpinzani wala hakuna kupesa macho, sisi tunaenda hatua inayofuata. Ila wenzetu sasa hawa wenzetu hawa. Sasa ukisema wenzetu, ukiangalia jana juzi, yani jana nilikuwa nikitangaza tuzo za washindi wa CAF. Yanga anaingia na confidence baada ya kupata tuzo. Clement Mzize goli bora la mwaka. Yanga anaingia na confidence. Sasa unadhani Yanga anakuwa na morali ile maana anaenda kufika mbali zaidi? Nikuweke sawa tu. Ile tuzo sio Yanga. Ile tuzo ni Clement Mzize. Na Clement Mzize ni mchezaji ambayo sisi mashabiki wa Simba hatujawahi kumchukia. Yule dogo sisi tunakubali na tunampenda. Hata kwa duka lake la nguo tunaojaa sana pale, wateja wengi mashabiki wa Simba. Hata mashabiki wake wa Yanga hawajawahi kujaza kama tunavyojaza pale. Hawajawahi kwenda. Yaani kwa hata sisi takwimu tu wanasema, yani kwenye maduka tu Yanga kununua ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Unajua kishazoea bure kwa changamoto. Lakini sisi watu wa Simba ndio sasa tunaenda kutia support kubwa sana kwa duka la Mzize, na sisi ndio tuliompongeza kweli baada ya kusikia baada ya kuona akachukua tuzo ile pale. Na nasema tu hakuna mwana Simba wote ambao amechukia mafanikio yule ndio kupata kiatu. Wote hakuna mwana Simba wote anaobeza. Tumemuunga mkono na tumesupport kama sisi alifanya Sako. Niwaambie tu kwamba Mwiko wasiotoke na confidence ya Mzize wakaisi ni wao. Ile mtoto wa Mzize alijituma mwenyewe uwanjani akafanya makubwa. Kwa wao wanabaki kuwa kama Yanga, wao wanabaki kama kwa Mwiko tu. Sasa bwana Kioma, mimi nataka interview iwe ya kukumbukwa hadi msimu huu unaisha wa klabu bingwa na ligi ya ndani ya NBC. Nataka leo tu predict nani anaenda kwenye vinyang'anyiro vya msimu ujao. Tunapoenda kutangaza washindi wa msimu huu, nani anaenda kuchukua? Tunaanza na mchezaji bora wa ndani. Unampa nani? Kutoka Simba Sport Club na yoyote, yani ndani wa ndani. Mimi naona msimu utakaokuja atakaochukua ni beki wa Simba, Rushan Deluka anaenda kuwa mchezaji bora wa mwaka wa ndani. Kwa ile tuzo aliyochukua Fiston Mayele inaenda kuwa Rushan Deluka. Inaenda kuwa Rushan Deluka. Goli bora wa mwaka. Goli bora la mwaka kwa michuano inaanza ambao sisi Simba tunaanza Jumapili. Nikitizama pale Simba, Mbappe ambaye anaweza akatisha akaweka magoli ya hatari kabisa, yakafukuta na akatisha tukachukua goli bora la mwaka. Nikitizama pale kuna nahisi kwa Elie Mpanzu kutapatikana kitu. Elie Mpanzu kutapatikana kitu. Aenda kuchukua tuzo ya Clement Mzize ya goli. Kipa bora, tumalize na kipa bora. Kipa bora bwana. Kipa bora hapa sasa kwa upande wa ndani wetu hapa. Ninampa asilimia kubwa sana Diala. Nampa asilimia kubwa sana Diala. Kama atakuwa kwenye ubora wake, basi atachukua tuzo kwa sababu mpinzani wa Diala sasa hivi ni majeruhi. Mpinzani wa Diala ni majeruhi. Kwa ukisema Diala anaenda kuwa kipa bora, maana kipa bora mara nyingi anapatikana finali. Kwamba Yanga anaenda kufika finali, Diala anachukua kipa bora, maana Yanga anaenda kuchukua kombe la CAF. Kwa maana hiyo ndio iko hivyo. Kipa bora siku zote msimu anapoaga ni yule anapatikana finali. Hata katika kumaliza kundi katika mechi zote 4 anaweza kuonyesha ubora ambao wengine wasionyesha ubora mpaka kufika finali. Anaweza kuonyesha ubora hata katika save. Unaweza kufunga goli kuonyesha save zikabeba. Kwa tuzo ni ya Diala. Tuzo ni kwa sababu ana save za maana. Anapenda kufanya save. Haya, tunataka tu predict chingine. Hatua ya makundi. Kundi la Simba nani anaenda kwa kina? Simba anaondoka pale akiwa amevimba kabisa, ametanua bawa zake pale juu. Anajibinua kabisa pale juu. Simba anabinuka kabisa, anapanda juu ya meza, anabinuka sarakasi. Mnyama huyo. Yaani mnyama ana mpinzani wote pale. Hamna cha kupinga, no doubt. Mnyama aenda kutanua dawa zake pale mbele group. Pamoja mnyama kabisa na pepeo. Nyama anaenda kupepea. Anapepea. Kundi la Yanga. Kundi la Yanga nipe predict. Kundi la Yanga pale mimi nampa nafasi kubwa sana Fafalagati kuongoza
kuongoza kundi. Kuongoza kundi. Farabati ataongoza kundi. Kwa Yanga anaenda kuwa namba 2. Yanga hawezi kuwa namba 2 ila Yanga anashuka. Aondoke. Yanga anatoka. Nilikuwa nasikia Yanga anapinduka. Kwenye comment nilikuwa naona baadhi ya watu walikuwa nasema kwamba Simba anaenda kumaliza namba 1, Yanga anaenda kumaliza namba 2, robo finali mkutana Simba na Yanga, Yanga anakufa, Simba anaenda nusu finali, na kukutana Simba na Al Ahly anakufa, Simba anakutana na nini? Anachukua kombe. Sisi Simba kukutana na Yanga katika michuano ya CAF bado sana. Sisi bado sana na nahisi itakuwa ni sasa hivi tu kwenye Gen Z. Nahisi itakuwa sisi tutaita ni Gen Z 44 ndio tunaweza kukutana na Yanga katika michuano ya CAF kwa sababu wanasimama ni 280. Tunazidi point nyingi sana. Kwa hiyo kama point moja na sisi ule bado uko point la hope kwanza. Kwa hiyo kwa kwenye point sisi bado tunaenda kukusanya point ambazo tutakuwa kwenye koti ya kutanua mbao. Kwa hiyo sisi kukutana ni mwiko sio leo na kesho, ila pia wakiona wamekutana na mnyama wafurahie kwa sababu tutawabeba. Kwa sababu mtawabeba. Kwa pila la Patevu. Pila la Patevu limeonekana likiwaburudisha wana Simba wengi. Na timu mbona inafunguka, inakuja pale inachukua. Si kwamba ni bora sana kuliko timu ya nani ya kocha aliyepita, lakini Patevu ameonekana kuwa ni mtu wa kuforce sana, kushambulia sana. Ndio maana anakuja anatumia watu machachari, anatumia Bulo, atamtumia Nyoma Ema, atakuja atamtumia Elie Mpanzo. Unadhani Patevu anaenda kuwa kocha tishio kwenye msimu huu wa makundi na hatua zinazofuata? Naomba niongezee kidogo hapo mwandishi kwamba hivi toka amekuja kocha la bodi from Bulgaria Dimitar Patev, kocha lenye mitatu, kocha la bodi, kocha lenye pila shisha, pila kaso, pila ngumu meza, ukisikia pila pilato unalipata kwa Patev. Kwa mimi niweke tu sawa kwamba mpaka sasa amefika, hakuna mwana Simba yoyote ambao umesikia akinapiga mpaka sasa hakuna. Yani hali na upepo wa Msimbazi hali shwari kabisa, na viunga vyake vyote vya uwanja wa Msimbazi ni shwari, hakuna cha nyenye mambo yote yako fresh kabisa. Kwa hakuna mshabiki yoyote mpaka sasa kuna chama wa Simba aliopiga kelele hawa walombeza uwezo wa Patev. Hata wenzetu pia hawa upande wa pili hilo wanalitambua vizuri fika. Toka amekuja kocha huyu singesikia nyinyi zozote ambazo wamezileta. Hakuna doubt yote walioleta. Walisema kocha wa Simba ana vyeti. Walikuwa na kocha wao yule mwenye vyeti. Wakamfumua amerudi na mabecha na kuombea. Kwa wao wenyewe wanajitekenya afu wanacheka wenyewe sasa hivi. Yaani ni mambo tupakiza zio wanajitekenya na wanacheka wenyewe, na sisi tumewaambia siku wakijiteka hatujashiriki nao katika zoezi hilo. Tutawaacha wenyewe wajiteke na watajipoteza wenyewe, kwa sababu sasa hivi wao wanapanda papa. Hawana pa kwenda sasa hivi. Hawana pa kushika. Sisi kwa tu burudani. Kwa sasa hivi ni mwendo mpira. Sisi tunaenjoy bana, pira chesha, pira tatu. Sisi tunaenjoy bana. Bibangi Selema. Pira tatu. Malizia hapa Kioma kwa prediction za mechi za weekend hii. Kati ya Simba na Yanga. Tunaanza mechi ya Yanga. Yanga inaenda kumaliza ngapi ngapi? Mechi ya Yanga bwana na wenyewe bwana. Yanga anakufa. Sipopesi macho. Yanga kwa Mwarabu pale atoki. Yanga anakufa wakati kuna kijana wao machachari sana, Celestine Ekua yuko vizuri. Kuna Pakome yuko vizuri. Yule Celestine yuko ni Kisinda ile changamka tu.